Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Kipindi Singing in the Spirit, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa hapa Sonship Spirit TV saa 12:30 asubuhi. Karibu sana mwana wa Mungu katika kipindi hiki ambacho kinakufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake, kama ambavyo tunajua wana na ukuhani wa kifalme. Tunatembea katika utukufu wa neno la unabii lililonenwa na manabii waliotangulia kwa wana na ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Tunatembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake, nasi tunamshukuru sana Mungu Baba kwa ajili ya kipindi hiki ambacho mara kwa mara kimezidi kutukumbusha neno hili la unabii lililonenwa kwetu sisi wana na ukuhani wa kifalme, na sisi tunazidi kukua katika maarifa ya Kristo Yesu. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya madhabahu hii, kwani tumekuwa tukipata muda wa kuomba kwa pamoja, kushiriki kwa pamoja neno la Kristo, lakini kuzidi kumfurahia Bwana kwa pamoja. Karibu tena sana katika siku ya leo ambapo tutasoma neno kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Neno la Bwana linasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hapa neno la Bwana linatuambia kwamba ndani yake nani? Kristo Yesu. Kwa sababu ukiangalia kule mstari wa 1 anatuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa ndani yake Kristo ambaye ni neno, anasema ndimo ulimokuwa uzima. Neno uzima kwa maana katika nani hapa inamaanisha kwamba ni Zoe ikiwa inamaanisha kwamba ni life, the life of God, make alive, quickening spirit. Kwa yote hii ikiwa inatufunulia kwamba ni uzima wa Yesu Kristo. Lakini anasema nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ulikuwa ni nuru ya watu. Nuru ikiwa inamaanisha shine, ikiwa inamaanisha understanding, ikiwa inamaanisha bring forth into light, ikiwa inamaanisha knowledge, all that inamaanisha the light ambayo imezungumziwa mahali hapa. Lakini anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Gizani mahali hapa ikiwa inamaanisha darkness, ambayo katika tafsiri ya Kigiriki inamaanisha ignorance. Kwa hiyo hapa anasema ndani yake Kristo ndimo ulimokuwa uzima. Zoe, life of God, the life of God in us. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Huo uzima ambao ni the life of God, the quickening spirit of God in us, ndio uliokuwa nuru ya watu. Nuru ya watu ambayo inamaanisha kwamba will bring understanding to us, into our spirits. Kwa sababu mimi na wewe mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, ambayo tumempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, baada tu ya kuwa umeokoka, the life of God now it is in you. The Zoe life anayoiongelea mahali hapa iko ndani yako, na hiyo life of God ambayo iko ndani mwako, ambayo ni Zoe, ambayo it's the quickening spirit in you, anasema kwamba ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Hiyo nuru ambayo tumesema ni kwamba ni understanding kwa watu. That's why mwana wa Mungu katika Kristo Yesu, wewe ambaye ni ukuhani wa kifalme, ambayo unamtangaza na kumwakilisha na kumwasilisha Mungu Baba duniani kote, wewe ni nuru ya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu you bring understanding to the world. Kwa sababu una life of God in you, una uzima wa Mungu ndani yako, na kwa sababu hiyo sisi ndio ambao tunaachilia maarifa ya Mungu ambao ni nuru kwa ulimwengu wote. Na anasema kwamba nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sisi ndio tunaong'aa gizani. Ndio maana tukija ukiangalia giza ambapo ni ignorance, ambao haiwezi kuweza understanding ya Mungu aliyoachilia kwetu. Kwa sababu tukiangalia pia katika kitabu cha Habakuki 2 mstari wa 14 anasema kwamba maarifa, dunia nzima itafunikwa na maarifa kama maji ambayo yanaifunika. Mtu isome Habakuki 2 mstari wa 14, nasema kwa maana dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Ili dunia ijawe na maarifa ya utukufu wa Bwana ambao ni nuru sasa
kwa dunia nzima inatokana na sisi wana wa Mungu. The more we share the word of God, the more we share the gospel, ili dunia nzima, kwa sababu we are called kuitangaza injili katika mataifa yote, katika dunia nzima. Kwa sisi wana wa Mungu ndio ambao tunaachilia hiyo maarifa katika ulimwengu wote, ili watu wakapate kumfahamu Kristo. Lakini pia nilitaka uangalie pia kwenye Mathayo 5 mstari wa 14, neno la Bwana linatuambia, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Sisi wana na ukuhani wa kifalme ni nuru ya ulimwengu, ambayo hapa nuru inaturudisha kwenye kama ile ambayo tumeangalia huku kwa Kigreek, ambayo inamaanisha phos, phos, ikiwa inamaanisha understanding, kwamba sisi ninyi ni nuru ya ulimwengu. We shine to the world, we enlighten. Inamaanisha pia enlighten, shine inamaanisha we are enlightening the whole world with the word of God, with the word of God. Kwa mwana wa Mungu Baba katika siku ya leo, kwa sababu mimi na wewe ni ukuhani wa kifalme, mimi na wewe tumepewa mamlaka na Mungu Baba ya kutawala, kutiisha, kumiliki juu ya nchi. Mimi na wewe ndio uzima huu ambao Yesu Kristo anasema uko ndani yetu, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, ambao ndio uzima wa Mungu ndani yetu. So we have the Spirit of God. Ndio maana hata tukiangalia kwenye Yohana 6 mstari wa 63, neno la Bwana linasema, Yohana 6:63, neno la Bwana linasema, Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Hili neno la Kristo ni roho tena ni uzima, na maneno yanayotoka ndani ya kinywa chako wewe mwana wa Mungu, kwa sababu na roho wa Mungu ndani yako, ni roho tena ni uzima. It's the quickening spirit, it is in you. Sasa mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, nataka udeclare huo uzima wa Mungu Baba katika kila aspect ya maisha yako, kwa sababu sisi wana na ukuhani wa kifalme tunamrepresent Mungu katika marketplace zetu mbalimbali. Unapokuwa katika business zako unamwakilisha Mungu, unapokuwa katika unafanya kazi, mfanyakazi wewe katika eneo hilo ambalo umepewa na Bwana, it's the marketplace ambao unatakiwa ureveal the kingdom of God, ureveal huo uzima wa Mungu Baba, ushine, make your light shine, kama ambavyo Mathayo 5 kuanzia mstari wa 14 ambapo imetuambia kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi ukastirika. Kwa sisi hapa we shine katika every place tunapokuwa. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kuieneza hii nuru kwa ulimwengu, kwa sababu nuru tumesema it's the enlightening, it is bring forth the light, it is shining in that place, lakini pia inamaanisha understanding of the knowledge of God. Naona kwa sasa mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, I want you to declare the life of God katika kila eneo la maisha yako. Biashara yako mwana wa Mungu, it has to reveal this life of God. It has to be different. Kama mwana wa Mungu wewe ni uko shuleni kwenye masomo yako, I want you to declare this life, kwa sababu that's who we are. Other people, they should look at us and know Jesus Christ, kwa sababu Bwana anasema kwamba ambapo kwenye Wakorintho anasema now thank